Vijana ndio dhamana wa Chama cha Mapinduzi. 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 Kwenye swala la uhamasishaji wa ulipaji wa ada, kwenye swala la uhai wa Chama cha Mapinduzi, kiukweli ndugu mwenyekiti wa jimbo hili la Kijini, mkoa huu wa Kaskazini Unguja, kwenye majimbo yetu 8 na kwenye wilaya zetu 2, wilaya ya Kaskazini A na B, kwenye wilaya hii ya Kaskazini A ambayo tuna majimbo 5 ikiwemo na jimbo hili la Kijini, kwa kweli tumekuwa na changamoto juu ya eneo la ulipaji wa ada kwa wanachama wetu. Na eneo hili yapo baadhi ya maeneo ama matawi yamekuwa yakifanya vizuri, lakini baadhi ya maeneo matawi yamekuwa hayafanyi vizuri. Na hasa kwenye swala la ulipaji wa ada wa wanachama. Tunatambua sisi kama jumuiya ya Umoja wa Vijana, tunayo maeneo mawili juu ya kulipa ada ya Chama cha Mapinduzi. Kwanza tunatakiwa tulipe ada ya Chama cha Mapinduzi, lakini pili tunatakiwa tulipe ada ya jumuiya yetu ya Umoja wa Vijana. Sasa kwenye eneo hili naomba viongozi wa vijana nyote, kuanzia ngazi za mashina, kuanzia ngazi za matawi, kuanzia ngazi ya majimbo pamoja na wadi, naomba masikio yenu munisikilize kwa umakini wa hali ya juu. Kuanzia tarehe hii ya leo hadi tutakapoingia mwezi wa 9, kwenye tarehe kama hii ya leo, tunatamani kuona mabadiliko makubwa juu ya uingizaji wa wanachama pamoja na upandaji wa asilimia juu ya ulipaji wa ada ndani ya jimbo hili la Kijini. Kwenye hilo naomba nikuagize mwenyekiti wa jimbo pamoja na kamati yako ya utekelezaji ya jimbo, hatutakuja kumvumilia kiongozi yoyote wa jumuiya ya vijana ngazi ya jimbo, ngazi ya tawi na wadi ambaye hajatoa hamasa juu ya ulipaji wa ada ya Chama cha Mapinduzi. Niwaombe sana vijana wenzangu, kupitia ziara hii lazima tukaoneshe mabadiliko makubwa juu ya kukijenga chama chetu na juu ya kukiweka imara chama chetu cha Mapinduzi. Miongoni mwa majimbo ambayo tunajivunia leo hii ikiwemo jimbo hili la Kijini, kwa sababu ni jimbo pekee ambalo linao viongozi maridadi, linao viongozi wasikivu na viongozi wote ambao katika ngazi mbalimbali wanatokana na Chama cha Mapinduzi. Naomba tujipigieni makofi mengi sana. Nakuja kwenye swala letu la pili ambalo limetuleta hapa siku ya leo. Ni swala zima la uwajibikaji wa kila kiongozi. Tunatambua katika maeneo yetu wapo baadhi ya viongozi mpaka leo hawatimizi wajibu wao kama viongozi katika maeneo yao. Wapo baadhi yao kwenye matawi tangia wachaguliwe hawajawahi kufanya vikao vya kikanuni ndani ya jumuiya. Wapo ambao kwenye wadi tangia wapewe nafasi kuwa viongozi kwenye wadi hawajawahi kukaa vikao vya kikanuni katika wadi zao. Nitoe maelekezo maalumu, mimi na wajumbe wangu wa kamati ya utekelezaji ya mkoa, hatutamvumilia kiongozi yoyote kuanzia tarehe ya leo ambaye hatakuwa anafanya utaratibu wa vikao katika maeneo ambayo anasimamia. Jambo la mwisho ambalo ninahitaji kulisema, ndugu vijana wenzangu na ndugu viongozi, mwaka huu ni mwaka 26, huu tunao mwezi wa 8 tumeingia jana. Tumebakisha miezi michache tunaenda kwenye uchaguzi mkuu wa ngazi za chama, ngazi mbalimbali mwaka 2027. Niwaombe sana, kama kuna kiongozi sasa anajiandaa kupanga safu ya viongozi kwenye jumuiya yetu ya vijana, basi nafasi hiyo haipo. Sisi kama viongozi wenu ngazi ya mkoa na wilaya tutampima kiongozi juu ya uadilifu na utendaji ambao wameuonesha. Tunatamani kuweka viongozi imara, tunatamani kuweka viongozi ambao ni mahodari, tunatamani kuweka viongozi ambao wataenda kuwasaidia vijana wenzi wao, sio kwenda kujinufaisha wao wenye wao. Niwaombe sana kwenye hili, niwahakikishie kama mwenyekiti wenu wa vijana wa mkoa huu, uchaguzi utakaokuja mbele yetu lazima tuweke viongozi ambao wataweza kujali na kuwasaidia vijana wenzi wao na kulinda heshima ya chama chetu cha Mapinduzi. CCM oye!
Na niseme mbele ya hadhara hii pamoja na vijana na wanachama wote mliopo hapa kwamba itakapokuja fursa ya aina yoyote kwenye ngazi ya mkoa huu wa Kaskazini Unguja, na sisi tukiwa kama viongozi kwa nafasi zetu, niwahakikishie hakuna nafasi yoyote itakayoenda nje ya kijana ambaye hajapambana na kuonesha uzalendo ndani ya mkoa wetu na ndani ya jimbo letu hili la Kijini. Vijana, endeleeni kuwa na amani, endeleeni kuwa wasikivu na endeleeni kuwa watulivu. Ninaamini maono ya Mheshimiwa Rais Daktari Hussein Ali Mwinyi na Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye swala la kuwasaidia vijana tayari ameshaonesha njia madhubuti. Nyinyi wenyewe ni mashuhuda. Leo hii Zanzibar kwenye serikali, kwenye Baraza la Mapinduzi, tunazo wizara mbili ambazo zinawasimamia vijana moja kwa moja juu ya kuwasaidia katika mambo mbalimbali. Tunayo wizara yetu ya vijana, lakini pia kumeandaliwa wizara maalumu ambayo vijana wetu watakaokuwa wabunifu tayari wametengenezewa wizara yao ambayo itaenda kuwasaidia juu ya kubuni mambo mbalimbali. Tulichokuwa nacho vijana wengi ndani ya mkoa huu, wengi wao hatupendi kujishughulisha, wengi wao tunataraji kwamba tuitwe tuambiwe nenda kaa sehemu hii hapa, jambo ambalo kwa sasa ndugu zangu lazima tubadilike kwa mujibu wa taratibu za nchi yetu zilivyo. Leo hii kijana, usisubiri kwamba mzazi wako ndiye atoke yeye ndio akakupambanie. Wewe kama wewe ndio ambao unatakiwa uoneshe mfano. Sisi miongoni mwa mambo tulionayo vijana wa mkoa huu, wengi wao tunatumia wazazi wetu ndio waende wakahangaike kututafutia fursa mbalimbali za ajira, wakati sisi vijana wenyewe tupo. Mimi binafsi pamoja na wenzangu, mkiamua kupitia ziara hii siku ya leo, kama mtatengeneza vikundi 3 4 na mkabuni miradi mbalimbali, basi tupo tayari kuwasaidia na kuhakikisha mnawezeshwa kifedha ama kivifaa kuweza kubuni miradi mbalimbali ya kimaendeleo ndani ya maeneo yetu. Lakini pia tunalalamika baadhi yao kwamba tunayo mahoteli mengi lakini sisi hatuajiriwi wazawa. Hicho kitu hapana ndugu zangu. Sisi tayari viongozi wenu wa mkoa tumeshaandaa utaratibu maalumu, na baadhi ya maeneo tayari tulishawahi kukutana na wawekezaji waliopo ndani ya mkoa huu, na wapo vijana kwa ushuhuda tuliwapeleka kwenda kwenye mahoteli kufanya kazi. Kilichotokezea, vijana wale baada ya wiki 1 2, kila mmoja anaanza kutoa sababu kwamba mimi mzee wangu anaumwa, kwamba mimi nina harusi ya rafiki yangu, kwamba mimi leo kule maskani kuna mpira. Wenzetu wawekezaji hawa wa sekta binafsi, haya mambo kwao sio kipaumbele. Wanapo kwamba wewe unampeleka kijana kwa ajili ya kwenda kufanya kazi fulani, wao wanahitaji kijana yule kuwajibika. Zipo dharura ambazo zinaweza kufahamika. Mfano, umefiliwa na mzazi, umefiliwa na mtoto, ama rafiki yako wa karibu ambao unaishi naye nyumba moja amefariki. Haya ni mambo ya kibinadamu, wenzetu pia wanaweza kuyafikiria. Lakini ikiwa wewe kwa mwezi una dharura hazipungui 6, kwa kweli wenzetu wanakuwa hawaendi hivyo. Niwaombe sana, kama wako vijana ambao wameshajikubalisha kufanya kazi kwenye sekta ya mahoteli, basi sisi viongozi wenu tupo tayari kuwachukua vijana hao na kuwapeleka kwenye sekta hizi binafsi na kuwaombea nafasi ili waweze kunufaika katika maeneo yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunakushukuru sana pamoja na uongozi ambao umefuatana nao kutoka mkoa pamoja na wilaya. Vile vile tunawashukuru waheshimiwa mabalozi sana wa jimbo la Kijini. Vile vile tunawashukuru waheshimiwa masheha wetu waliopo hapa katika mkutano wetu huu. Vile vile niwashukuru sana vijana wetu wa hamasa wa jimbo la Kijini. Hamasa oye! Hamasa oye! Vile vile Mheshimiwa Mwenyekiti, tunakushukuru sana. Tutayafanyia kazi yale maelekezo yote ambayo umetupatia siku hii ya leo. Tutayafanyia kazi vizuri kwa hali na mali. Tunakuahidi hatutokuangusha. Mwenyekiti oye! Asante sana, tunawashukuruni sana. Murudi salama.